kila Mkenya ajumuishwe, tuweze kuwa pamoja, tupange maendeleo pamoja, tupange biashara pamoja, tupange matibabu na masomo ya watoto wetu pamoja. Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono watu wa Kisii. Mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane jameni? Sisi wote kama ndugu moja wa nchi moja ya Kenya, na hiyo ndio msimamo mimi niko nayo, na ndio nimesema ya kwamba that is why we have a broad-based government to harness the talent of all Kenyans, the expertise of all Kenyans, the wisdom and energy of all Kenyans, so that we can transform our country and we can expedite the transformation of Kenya working together. It is time for us as leaders to close our ranks and think not about our political parties, not about our political formations, but about the people of Kenya and their interests and the transformation of our country into a great nation. That is the motivation behind the unity that we have put together so that we can drive the interests of our country forward. Watu wa Nyamira jameni, watu wa Kisii jameni, nimetoka Nyamira na nimesikia ya kwamba Nyamira na Kisii ni Gusii. Sisi wote ni timu moja. Tumekubaliana jameni? Lakini niko na malalamiko kidogo. Niko na malalamiko kidogo. Niko na kidogo, huyu mjumbe wenu ananiharakisha sana. Huyu ananisukuma kama wheelbarrow. Sasa tafadhali watu wa Nyaribari, simu mwambie huyu ndugu yangu mjumbe wenu anipeleke polepole. Ati hapana? Mnataka anikimbize kama wheelbarrow mbio mbio? Kumbe nyinyi ndio mmemtuma. Salala. Sasa nilikuwa nafikiri ati nitakuja kujitetea kwenu. Nitafute mahali nyingine ya kujitetea. Nitajaribu kwa Mungu. Ndaenda kujitetea. Sasa vile ninaona, nilikuwa nafikiri nitakuja nipate amani hapa. So huyu mjamaa tuendelee pamoja. Na huyu mungwana aendelee kunisukuma mbio. Asalala. Tuko pamoja. Lakini nitangangana na yeye mpaka maendeleo ipatikane hapa Nyaribari. Si namna hiyo? Na nyinyi mulichagua vizuri. Huyu mungwana ni mtu mwenye msimamo. Huyu mungwana sio mtu wa kuuziwa uoga. Ni mtu shujaa. Tunaelewana? Tuko pamoja? Wakati nilimwambia iko pesa ya Nyang'eni kwa hii budget, akasema wacha tupige yes, hii watu wapate stima, wapate barabara, wapate elimu, waendelee. Na mimi nauliza nyinyi, mnataka huyu mjumbe wenu afanye kazi na mimi ama mnataka aende apange maandamano? Afanye kazi na mimi ndio tupange maendeleo ya Kenya. Hebu niole wala anasema Saira afanye kazi na Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Mko chonjo Huyu mtu wa tarumbeta, wewe mtu ya tarumbeta, ngojea. Tarumbeta itapigwa siku ya kwenda mbinguni. Sasa wewe unataka tuharakishe tuende mbinguni hao? Bado tuko area ama namna gani? Si tumalize hii mambo ya stima kwanza. Tutengeneze barabara. Alafu tutapanga safari ya kwenda mbinguni. Ama ni aje watu wa Nyaribari? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee. Tupange mambo ya Kenya. Watoto wetu wasome. Mheshimiwa Rais, mimi nilikuja kwako nikakuhakikishia, nikakueleza kwamba sisi watu wa Nyaribari chache tutasimama nyuma yako, na hawa wote walisimama nyuma yako. Mheshimiwa Rais, sisi tunakuunga mkono pamoja na serikali yako, lakini Mheshimiwa Rais, sisi tunakuomba mambo mawili ama matatu. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana na karibu sana Nyaribari chache, na umetuletea stima kwa kila kijiji hapa Nyaribari chache. Mheshimiwa Rais, ile shida kubwa tuko naye leo ni shida ya barabara. Mheshimiwa Rais, hii barabara ambayo umepita
Hii barabara tunaomba utuwekee lami ili watu wetu wawe wakifanya kazi kwenda mbele. Mheshimiwa Rais, niko na imani kwamba serikali yako imetenga pesa ya maendeleo katika constituency hii na katika county hii yetu ya Kisii. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze kuna bucket ya Birongo ambayo ni mpya, pamoja na Keumbu, pamoja na ingine iko huko Nyabisabo, imeenda kuwekwa advertisement. Nafikiri kutoka hii wiki market mpya, soko mpya itakuwa hapa ili watu wetu waweze kutumia. Mheshimiwa Rais, nikimalizia mambo ya maji. Last time Mheshimiwa Rais ulikuja hapa ukatueleza masuala ya maji, na mimi naona mambo inaendelea sawa, lakini hawa watu wa Lake Basin inafaa Your Excellency uwaweke pressure ili watu wetu waweze kupata maji. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, dakika moja, ngoja kidogo. Mheshimiwa Rais, wakati ile ulikuja hapa 3 days to election tukiwa pale Nyaguta. Hiyo siku Mheshimiwa Rais na hao wananchi wengi walipokuwa pale, mimi nilibaki, unakumbuka ukiwa hapo, nikabaki nikapanga watu yangu, wewe ukaenda. Lakini sasa ngoja kidogo. Lakini sasa Mheshimiwa Rais, wewe mwenyewe unasema dawa ya deni ni kufanya nini? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, leo wewe ndio utabaki hapa, utapangana na hao watu. Asante sana. Thank you so much. Wacha, kumbe nimesahau. Wacha nimkaribishe naibu wangu, Deputy President wa Republic of Kenya, awasalimie. Hamjambo tena. Biamuri, muko salama? Nimeleta salamu kutoka Mlima Kenya. Mumepokea? Sisi tumekuja hapa kumsindikisha rais katika ziara ya maendeleo ya siku 3 katika hapa Gusiland. Kwa sababu rais amepanga mipango ya maendeleo. Na mimi mwenyewe nikasema nifike hapa Kisii. Si ndio? Unajua mzee Nyachai tulipatia msichana pale kwetu Karatina. Na huyo msichana akamsaidia kulinda mali yake. Na nyinyi kwa sababu ni watu ya kutafuta mali, mkuje nipatie nyinyi wasichana ya kulinda mali yenu. Muko tayari? Unajua nyinyi watu ya Kisii na watu ya kwetu tunafanana. Mashamba yetu ni kidogo. Sisi tunajua mambo ya pesa. Tunapenda mambo ya matatu na kujenga manyumba. Sasa mimi nataka nitakuja nitafute urafiki na nyinyi. Muko sawa sawa? Huyu mheshimiwa wenu Zahili ni rafiki yangu. Na ni kijana hako na bidii. Na mimi nataka niseme kwa kumpigia kura pongezi, asanteni. Huyu ni kijana ambaye hako na maono, hako na mwelekeo. Na mimi nikiangalia mbele yake iko sawa. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Mutashikilia huyu rais wetu aendeshe Kenya na aendeleshe maendeleo. Asanteni sana watu ya Kisii. Thank you very much. Tumesikia ati huyu Zahir anasema ati mimi nibaki hapa. Ati alafu mimi niwapange. Sasa unajua kwa hii kazi, hiyo kazi ya kupanga nyinyi naona kama itanishinda. Sasa nikiwachwa hapa nitafanya nini na nyinyi? Sema mtaniumiza. Huyu ndiye anajua kupangana. Sasa huyu Zahir, si ndio? Nitapanga yeye ndio yeye awapange. Basi. Lakini akiniwachia hiyo kazi nitashindwa. Unajua kuna kazi ile kila mtu anaelewa. Mimi naona ya kupanga hapa chini yeye ndiye anaelewa zaidi. Wacha nimuite gavana wetu Bwana Simba Arati. Aya.
Kisii hoye! Kisii hoye! Nomore! Aya. Rais amesema hii tarumbeta iwekwe chini kidogo. Aya. Aya, asante. Mheshimiwa Rais, nataka niukaribishe Kisii. Unajua tulikuwa Nyamira. Mimi kama msemaji rasmi wa Omo Gusii, nataka niukaribishe hapa, nikwambie jisikie nyumbani, na vile vile nataka niongee mambo matatu peke yake. Hawa watu wa Kisii ni watu wa amani. Watu wa amani wanapenda marafiki wote. Si ndio? Nataka tu nikuulize maswali matatu kwa sababu wewe uko na serikali na mimi niko na hii serikali yangu ndogo. Yale ambayo yanahusika na kwangu nitayashughulikia, lakini nataka nikuulize yale ambayo yako pamoja na wewe. Mheshimiwa Rais, hii barabara ya lami kutoka Sotik mpaka Kisii imeua watu wetu sana. Tafadhali tunauliza kwamba kupitia Parliament, kama utaweza tafuta pesa kidogo ama uitafute muhisani uweke toll. Ipite tu kama ile ya Nairobi, wakusanye pesa, wajilipe, lakini tusaidie maisha ya kila mwananchi ambaye anatumia barabara hii. Mwanja abantu baminto mwanya toboli Mheshimiwa Rais aligiobo somoni gosali gyomonto orabeke highway egende chikubwata bogere mate. Wamekubali hiyo. Pili Mheshimiwa, kabla hujaweka hii kwa sababu inajua itachukua muda kidogo. Hii barabara kuna contractor ambaye amekaa hapa siku sijui miaka ngapi. Siku nyingine ulimwambia awache kulima na jembe. Amerudisha mashini ambazo analima kwa kilomita 1, anaenda analala, mvua inanyesha, tena anatokea. Waziri wako wa barabara Msachirichiri, angalia huyu muungwana amekaa hapa sana Mheshimiwa. Kitu cha pili Mheshimiwa Rais, barabara ambazo ziko hapo Nyaribari ziko mpaka South Mugrango ambazo they are stalled. Najua kwamba kulikuwa na shida na finance bill, lakini pia tunataka tushukuru kwa sababu walipopiga yes, wewe imebidi umehakikisha kwamba kuna serikali ya mseto ambayo lazima Kenya iende mbele. Mimi nataka nikuombe Mheshimiwa, nataka nikuombe vitu mbili peke yake. Kwanza, tafadhali, mimi nataka niweke habari hii wazi. Sisi wana ODM hatuko katika serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunashirikiana na Mheshimiwa Rais. Mimi kama deputy party leader wa ODM nataka nimwambie Mheshimiwa Rais kwamba tuko tayari kufanya pamoja na wewe kazi, tupeleke mbele. Tukifika 2027 tunyoroshane. Lakini kabla ya hiyo pia tunataka tushirikiane, ndiposa sisi, wewe hakikisha kwamba ODM ni strong. Lakini UDA nasikia kuna shida ndani. Wewe ulikuwa mwana ODM, ukiamua ukikuja tuangalie vile vya kupanga hii serikali tukielekea mbele. Hata sisi wa Kisii ni watu viongozi, tunataka tuingie katika serikali ambayo itakuja. Ile ya 2027 tutatengeneza serikali. Kwa hivyo tuko tayari. Nataka niseme kitu ya mwisho. Kuna ndugu zetu wale wa Azimio, nataka niwaombe tafadhali. Sisi hatujaama Azimio. Tumepeana Joe, tumepeana Ubaranya, tumepeana mtu anaitwa Wandai, Mbadi, ndio wameenda kuungana na Mheshimiwa Rais. Lakini sisi kama chama tutaangaliana na UDA macho kwa macho, tukienda mbele.
kwa sababu nchi hii kama tungeanguka nayo hakuna mtu angekuwa na amani. Na tunashukuru kwamba Mheshimiwa Baba kwa kukubali kuhakikisha kwamba tumekuwa pamoja tupeleke nchi yetu mbele. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizie hapo ni kuombe kitu moja tu tafadhali. Hapa Nyaribari Chache tuko na ile plani ya KUKA, Kenya UK Health Alliance, ambayo ingefungua eneo hili mpaka Tanzania. Najua unatafuta pesa, tafadhali. Wale wangwana wa UK wamekubali watatupea hiyo loan, lakini hiyo loan tutajipanga vile vya kulipa. Ni 40 something billion. Kwa sababu ya hapa Nyaosia tuweke hospitali hile na college ile, ndiposa na sisi tutengeneze city pande hii. Mo wanja tokole boigo. Nimalize, najua kwamba wabunge mko tuko nyumbani, rais hajalalamika, wewe unanishika mkono mguu ya nini? Unajua kama oh, unaniambia nisianguke. Abarangi yelie. Gusii oye! Gusii oye! Mo wancha kera omo jumbo wokwana omintoga iga. Nimekumbushwa niko na deputy governor wangu hapa na no Nyaribari ga. Mheshimiwa Obebo, utasimama tu hapa deputy uonyeshe mkono. Your Excellency, waje nikubalie huyu mungwana ndio the new baby. Kuna rafiki mwingine, simama hapa. Your Excellency, niruhusu nisalimia abantu wa Minto Mbuyamore. Abanyaribari ngaimore. Mbuyamore naende. Your Excellency, ni siku yako, sitaki kuzungumza mengi, but welcome to Nyaribari Chache. Mbuyamono. Thank you very much, Your Excellency. You know, mambo hiyo ambayo tumesema ya muhimu ni vile tutapeleka Kenya mbele. Si namna hiyo? Hiyo serikali ya 2027 msijali. Mimi nitafundisha hawa vile ya kutengeneza serikali. Mimi ndio fundi wa hiyo maneno. So relax. Wacha niite hapa, tuko na mheshimiwa wapi women rep. Niko na mama wetu wa county. Mama wetu wa county anaitwa Donya. Wapi nduru ya Donya jameni? Umekuja huku Nyaribari na tunakuhakikishia kwamba we are behind you. Watu wa Kisii ile kitu wanataka sana, wamama wanataka maji. Wamama wakipata maji, hata kila nyumba inapata chakula. Ya pili, Your Excellency, hii mambo umeweka ya stima, asanti sana. Na hii mwangaza ni vizuri iwe kwa manyumba zetu, iwe kwa shule na iwe kwa market. Ndio wamama wakiuza sokoni, jioni wanapata stima. Ingine wanafunzi wetu ambao wanaenda kwa shule, Your Excellency, ningetaka kukuuliza kama inawezekana watoto wetu wasitumwe maji mtoni, kwa sababu ina waste their time ya kuattend kwa classes. Asante kwa kuja na Mungu akubariki. Osoro. Haya, wewe Osoro, simama hapo sana. Haya, Nyaribari oye! Nyaribari oye! Kwanza Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kuja hapa.
tunakushukuru sana kwa sababu ya maneno ya stima, na tunashukuru wananchi hawa sana kwa kupatia mheshimiwa Zahir Janda kura, kwa sababu mheshimiwa Your Excellency amefanya kazi mzuri sana. Anajikaza kwa kule komiti ya Nairobi. Wakati alichukua kiti cha ubunge, alikuja mimi kama chief whip nikamweka kwa committees. Amesukuma, ameweza kumanage kupata milioni 300 ya stima katika Nyaribari chache. Na kwa hivyo tunamshukuru sana kwa sababu ya hiyo Your Excellency, na kwa sababu ya support yako. Ya pili, ntaete ukwanege nteke magonchoreke. Gosema na bami tokage. Gosema na bami tokage. Omongwano yoteneire ga nero muraibwese. Nero bwate kebeti kiabo girango. Kia gusi, kia Kenya. Inganche taba girango moremereri. Ngendere goseti ngendera. Nkwana goseti nkwana. Oya bwate kebeti kia Kenya engima. Chikaunti 47. Gosema na bami tokage. Emiaka ya atigaire chikura chitara kunerenga. Etato erenga. Mbura mwaigure Zahir kago sabe pareye. Mbura mwaigure Zahir kago sabe binte binge nsemeye. Na mbeyemo. Amangana yebyama. Bono igakira chikura njira ika. Tiga turaebereri turakamo mugako yo kwanza chikure chichirago rega kwanza. Erebyago sere bobe. Erebyago sere bobe. Omwana abana abaminto onde bwensi ore kiama kende gionsi. Ekiagaranto sigete byama byo bionsi. Aiga gusi etore very democratic. Ntobwata abantu ba ODM, ntobwata abantu ba Kenya National Congress, ntobwata abantu ba UDA. Lakini bonekero mugako ya chira egento tutagete ndoki. Egento tutagete ndoki. Bone toko genda nse. Tomo sabe. Turanyore pareye. Turanyore stima. Ayego kogendo ODM ogende kibyake ngakieyo. Goko gende kensi ogende ngakieyo. Lakini engakie ya magenderero turamwebereria aratokorera. Mwanzira nire boigo. Naende abana baminte point yeyo mwerio. Point yeyo mwerio mheshimiwa abaishimiwa bonsi ipiba ko mheshimiwa governor. Entegete gwakera omogarai orionde orense mo yazimio mbuya mono asogokoa okerugokyo bo deputy party leader. Omogambi orionde maate. Momo maita akoro mugakaraira. Lakini etotare goteba iga. Isiko gana batugukwana ntori ase serikali. Lakini ere nkoendare gari oyegwibiro ko bya bitano obikoba bogere. Etotageterire bago chikoego bo PS round yeye. Biche nera atoretere bya yega. Oyo kagotwa no rio atoe. Onyore bya isanire. Ere bya gosere bobe. Togo sabo mugako oyo ibere. Nere aenda sabo mugako ori bibere. Abagusito gwene kero montaño are bire byaye. Gosaba na bamito wake. Njirateyo tori kabere. Tiato baba karakari. Mongwano mi. Asanyo nkiwankorera asanyo. Asanyo lero wachire kurimiri wanta makondo. So, tegante benga tori arakabere. Tuwe karakari bono iga. Chikura chigo ikenga kiende. Tomako bangana kitokora. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana. Wacha sisi tushikane pamoja. Hapa Kisii wakati huu tuliamua ni amani. Tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Hakuna siasa ya fujo, hakuna siasa ya vita. Hiyo yote nilikuwa naongea kwa Kisii. Nilikuwa nasema wewe ni muungwana. Nilikuwa nasema tutakupatia kila kitu. Nilikuwa nasema wewe uendelee mbele 2027, 2032. Wewe ndio rais kuendelea mbele. Asante sana. Niko hapa na wabunge wengi. Sijui nianze mbunge wa Kitutu Chache South. Huyo anaitwa Kibagendi, aseme jambo. Mbiamore naende. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Umekuja kutembelea sisi hapa Kisii. Na tunajua kuna mambo mengi ambayo una launch na kesho tutakuwa kule kwetu. Kwa sababu ya muda mimi nitamalizia hapo, niseme asante sana. Hawa watu wananiambia ati nikutuome. Mutagete mutuome. Tigato mutuome atorentera amagenderero tari boigo. Mbiamono na Mwenyezi Mungu awabariki, tuendelee kufanya kazi pamoja.
nominated senator. Acha nishuke kwanza. Huyu mama mrembo kutoka Kisii. Huyu mama nimempatia kazi ya nominated senator ya Kisii. Abantu baminto n'abakwanira imbuya more. Oyo iganero mo senator Mochore esi Okenyuri Nyaituga. Nigonde nyaroka ya nyagosira na ribogechi omotereki okaterekire bosongo posta arisiasa onye momo manyete. So kwa siku ya leo na kukaribisha Mheshimiwa Rais kwa kuleta nguvu za umeme hapa ili kina mama wale ambao wako sokoni tuweze kuwa na vyumba vya baridi ambavyo vitatunza bidhaa zao. Na Mheshimiwa Rais, kitu cha pili, umeme utasaidia vijana. Ukiangalia hapa, every other young person stream online. Vijana, hebu inua simu wenye mko online. Your Excellency, you can see the number of people online. Karibu tena inchendwete bo machoge borabu aba machoge baba kwani rimbu ya mono. Asante sana. Niko na treasurer wetu wa chama ya UDA anaitwa Jafet Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache North. Abantu baminto mbiyamore naende. Mheshimiwa Rais, mimi kwanza ninataka kukukaribisha hapa Kisii na haswa hapa Nyaribari Chache. Hapa Nyaribari Chache wakiongozwa na ndugu yangu Zahir Janda. Hawa watu ya Nyaribari Chache 2022 walikupatia kura zote kwa chama cha UDA. Wose UDA mwahakerete. Zahir mwahakera Zahir Janda. Nomorayo ito William Ruto. Navarai bande. Igoga igano ODM kosene UDA. ODM kose UDA. Igoga iga UDA. Mwache tomorayo ito. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru zaidi kwa sababu ya kutuunganisha wote pamoja. Wale ambao walikuwa pande ile na sisi wote tuko pamoja katika serikali ya Kenya Kwanza. Sasa kitu ya muhimu zaidi ambaye tunapaswa kufanya ni kuhakikisha hawa wananchi wa Nyaribari Chache, wananchi wa Kisii, wananchi wa Kenya wameweza kupata barabara. Hawa wananchi wameweza kupata stima. Hawa wananchi wameweza kupata maji, na hawa vijana walioko hapa waweze kupata ajira. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru kwa sababu umetuunganisha wote Kenya nzima, kutoka Kisumu mpaka Mombasa, kutoka Mombasa mpaka Kisii, kutoka Kisii mpaka Western. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunakuomba wacha tuendelee kufanya kazi pamoja. Wasaina kia bantu wa minto. Tokolega sinomorayo ito. Na Zahir Janda. Mbiyamono sana tiganya sawa seseni. Wetu wa kutoka kule More. Morokia soko bokonye kwa karibisha leo Mheshimiwa William Ruto. Mbiyamono sana. Mheshimiwa, wakati ulichukua hatamu za uongozi, ulisema kwamba wewe utakuwa rais ya Wakenya wote. Kwa hivyo Wakenya wa UDA na Wakenya wa ODM. Tumesubiri miaka miwili pale Bomachoge Borabu ili ahadi hiyo itimie, lakini inaonekana tutangoja kidogo. Tunakukaribisha sana pale Bomachoge. Kesho na kuomba Mheshimiwa Rais uninusuru, kwa sababu leo hii ninapozungumza hapa wana Bomachoge Borabu wanahuzunika sana kwa sababu haujawatembelea pale. Na nikimaliza Mheshimiwa, asante sana kwa sababu ya broad based government. Kwa sababu hiyo hata mimi ninataka kuplay my small role ili tukusupport uunganishe Kenya ili tuende mbele. Asante sana. Abantu bami ntombi yamono sana. Yani, nataka watu wa huko wajue ya kwamba mimi niko njiani kwa Welcome, Your sababu... Excellency. My name is Dr. Anthony Mwere. I'll take you the project designs. Yeah, so we start with a brief of the project to Your Excellency. The CASA Center will be about 11,500 square meters.
and will accommodate about 76 patients. And the facility will create awareness and prevention. We'll do screening, early detection, diagnosis, staging of cancer, latest treatment of cancer, which is done according to World Bank Health Organizations. We'll also offer chemotherapy, radiotherapy, and surgery. We'll have palliative supportive care for patient management, survivorship. This is for those who are survivors of cancer, so they'll be made to ensure better quality of life past the treatment, Your Excellency. And we ensure equitable access to in a sustainable manner and conduct research and data collection. Now, the structure is made up of 4 levels, Your Excellency. We start with the basement or ground floor. We're taking advantage of the sloping site and placing the bunker. This is where we have radioactive activities done in the basement, plus chemotherapy and some diagnosis. First floor will be made up of female wards. Here we have 20 wards made up of 16 adult and 4 pediatric. Second floor, we have male wards, other than other research things, which are made up again of 14 and 16. Third, cancer center kama hii tunajenga hapa. Tuko na moja Nairobi, tuko na moja Eldoret, saa hizi tunajenga hapa, tutaweka ingine Mombasa. Tuhakikishe ya kwamba we have enough facilities ya kutusaidia katika matibabu ya wananchi, especially kwa yale magonjwa ambayo yanatatiza wananchi mashinani kama saratani ama cancer. And this program we are launching here is part of our program, making sure that we have the right infrastructure to deliver health to as many Kenyans as possible in an affordable way with the right equipment in place. Ndio wananchi wetu wasiwe wanatoka Kenya kwenda India ama kwenda nje ya nchi, tuwe na matibabu yao hapa nyumbani hapa Kenya. Watu wa Kisii tunakubaliana jameni? Tumekubaliana? Unajua wakati nilienda Saudia, watu walikuwa wananiuliza huyu jamaa ameenda kufanya nini? Sasa mimi nimekuja hapa nimewaambia tuko na bilioni 3 ya kujenga hii facility kutoka marafiki zetu wa Saudia, benki ya Badea na serikali ya Kenya. Tumeungana ndio tuhakikishe ya kwamba we build this facility. Na nimemwambia huyu contractor, mtu anaitwa Theuri, ya kwamba hii kazi lazima ifanyike ndani ya mwaka 1.5. Na kazi watu watafanya hapa wa kwanza ni vijana wa hapa Kisii. Nyinyi watu wa hapa, nyinyi ndio wenye hii kazi. Sijui kama tunaelewana. Nyinyi wangwana, mko tayari kwa hii kazi? Mko tayari? Kazi yote ile itapatikana hapa mtafanya. Sasa bwana Deuri, uko na watu kufanya kazi wengi hapa. Na mimi nataka hii kazi isonge mbele as from today. Tuhakikishe ya kwamba this project ambayo ni ya muhimu kwa mambo ya matibabu ya Kenya inasonga mbele. Watu wa Kisii, mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya affordable housing. Kwa sababu hawa vijana wanataka ajira. Vijana tuko ama tuko? Si mnataka ajira? Tumesema mbali na kufanya kazi hapa, pia naenda kuanzisha nyumba ya kwanza 270 hapa Nyaribari Masaba. Nitarudi baadaye hapa Nyanchwa. Tuko na nyumba 10,000 ya kwanza ya kujenga hapa Kisii. Na hiyo nyumba 10,000 tunahitaji vijana zaidi ya 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisii mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari? Tunahitaji watu ambao ni architect, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji mason, tunahitaji steel fixer, tunahitaji plumber, tunahitaji seremala, tunahitaji fundi, tunahitaji hata mtu ya mkono. Mtakosa hiyo kazi yote, mtakosa kujipanga hapo ndani? Mtajipanga hapo ndani? Kabisa. Jamaa mmoja anasema mnipange na hiyo ya steel fixer, mimi so hapo utajipanga na hiyo. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa leo pia kwa maneno ya stima. Najua Kisii bado tuko na pengo kubwa ya mambo ya stima, haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na hiyo program nataka niwaeleze, tumeongea na marafiki
For the last 1.5 years, I have engaged many friends. I have been to the EU. I have been to Brussels. I have been to Paris. And now for Kisii County, tuko na pesa bilioni 2 ya kuunganisha stima watu 31,000 wapya hapa Kisii County. Nimekujia hiyo kazi. Si tulikubaliana kazi tuendelee naye? Ama tulikubaliana namna gani? Si kazi isonge mbele? Hiyo kazi ndio nimekujia hapa na kazi zingine ambayo tumekubaliana na viongozi wenu. I also want to commit that in Kisii County pia tunajenga soko zingine 17. Tulikubaliana mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, maji na stima. Tumekubaliana? So hiyo kazi nimekujia hapa. Na mimi niko area na siondoki mapema, niko kabisa area. Si ndio? Mpaka mimi ni wazoee. Na nyinyi pia mnizoee. Ama namna gani? Tuko pamoja? Si ndio? Nairobi nimehama sasa niko huku kwenu. Ama mnasemaje watu wa Nyaribari chache? Na mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya kuchagua huyu Zahiri Chanda. Huyu mtu ni mtu yangu na ni rafiki yangu. Na asante sana. Sisi wote sasa katika serikali nimeunda mpya. Sasa sisi wote ni timu moja. Si ndio? Nauliza nyinyi wangwana wa Kisii, mnasema tuungane ama mnataka tutengane? Si tuungane jameni. Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu. Si tuungane, tushirikiane, tujenge Kenya pamoja. Ama mnasemaje? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Basi, kwa sababu bado mimi niko na shughuli mingi. Na leo mimi nimekuja hapa kazini. Mimi nataka niwaambie ya kwamba kwa sababu mimi bado niko area na bado niko na shughuli pale, wacha niwachie hapo, wacha nimuite Deputy President atusalimie. Alafu Gavana Hamjambo tena. Muko salama? Mumefurahia kiongozi wetu amefika hapa? Rais, tunasema pongezi. Hii ugonjwa wa saratani umetuhangaisha kama taifa. Na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa boma ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya Kenya pia. Mimi nimekuwa sijafika hapa Kisii sana. Kwa sababu yu Simbarati tulikuwa hatuelewani vizuri. Unajua tulikuwa na yeye bunge. Tukakosana kwa sababu unajua town iko mambo mingi. Si watu ya town wanakosana. Alafu yeye akatoroka town akakuja hapa kijiji. Sasa juzi tumeketi na yeye akaniambia sasa wewe ulikuwa uniheshimu. Sasa unaona mimi ni governor. Nikamwambia nimekuheshimu. Na mimi nikamwambia umeona mimi ni naibu wa rais. Akasema nakuheshimu. Sasa tumefanya kesi na yeye. Nikamwambia wewe si Barati hapana cheza na mimi. Mimi bibi yangu ni pastor. Naye si Barati akaniambia mimi bibi yangu ni Mchina. Sasa tukaheshimiana. Mngetaka tutengeneze urafiki na huyu si Barati? Tukua tukija hapa kutembea. Lakini wewe si Barati hii wa Kisii ulikosa hapa ukaenda mpaka China. Ama aongeze Kisii wakaenda Mchina. Aongeze ngapi? Watu ya kuongezwa wakaenda Mchina wako? Alafu huyu kijana Zahil ni kijana mzuri, rafiki yangu sana. Mtamshikilia? Na yeye aendelee kufanya nyinyi kazi. Kwa hivyo sisi rais tumefurahi kwa hii cancer center hapa Kisii. This is a milestone in our health interventions, not just in this region but in the country. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya. Kisii hoye. Kisii hoye. Your Excellency, karibu. Hii mradi najua kwamba umeusukuma. Nilipoingia kwa ofisi nilikuja nikaketi na wewe, ukaniambia unaenda Ethiopia kwa Badea kuhakikisha kwamba hawa watu wamepeana pesa. Nataka nishukuru kwamba finally umehakikisha pesa imekuja, na huu muungano anaitwa Theuri
Theuri umepewa. Hapo unapoangalia hapa, Your Excellency, ni the speaker's residence. Na hapa tunajenga pia headquarters. Theuri, we have 18 months. Kwa sababu is 500 million na hii is 18 months. Tunaomba huyu Theuri, Your Excellency, wewe peke yake ndio utasukuma yeye. Kwa hivyo ni kukimbizana. Your Excellency, we want to thank you kwa sababu umekuja, lakini watu wetu hapa Kansa Kisii, nataka nikwambie, nikiuliza wabunge wako hapa, yale matanga ambayo yanafanyika tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward there is 5 funerals. If you calculate times 45 is 200 and what? 200 and something times 2 kwa mwezi. Kwa hivyo ni 400, karibu watu 1000 chini 500 wanakufa. We must think about it. Hapa tuko na madaktari wazuri. Hii KTRH imeamka, ilikuwa imelala. We can assure you, Excellency, tunataka tufanye pamoja kazi. Mwisho, mnajua juzi nimepewa kiti cha Deputy Party Leader. Kwa chama inaitwa nini? ODM. Your Excellency, tunataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na wewe kazi. Na mimi nataka, I want to assure you, kama Deputy Party Leader, will continue supporting you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Na I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambacho kimebaki. Tuhakikishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Ama vipi? Si hivyo ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo wewe tuachie hii eneo, tupange hii maneno. Mheshimiwa Deputy President, unakaribishwa. Unakaribishwa, usiogope. Nyinyi kaa pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini mkikoroga yeye pande ile nyingine, sisi kama ODM tuko tayari kutembea na yeye. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, Your Excellency. Niko na furaha sana umekuja hapa katika hii mradi. Mheshimiwa Rais, mimi ninataka kulia kwako. Huyu contractor rafiki yetu akisikia. Mheshimiwa Rais, hii project ingekuwa imeanza 4 months ago, lakini hii project imechelewa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, naomba huyu contractor uongee na yeye, ndugu yetu Theuri, apatie vijana wetu kazi, asilete watu kutoka mahali tofauti. Watu wetu hapa wapatiwe kazi. Na mimi nitakuwa hapa nikimsukuma, kama kuna ripoti yote na mimi nitakuwa nikikueleza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wengine, niko na mama wetu wa county anaitwa Mama Donya, mpigeni makofi jameni. Kama wamama tunafurahia tukipata matibabu. Kama wamama tunafurahia tukipata maji. You've touched our hearts and we will walk with you. Eric G huwa anafanya mambo ya kahawa. Kisii pia tunapanda kahawa. Tuko wakulima wa chai. Sasa ukirudi akuja asaidie pia wakulima. Asante na Mungu akubariki. Asante.